Usipige paka usiku. Karibu katika Story Times. Mimi naitwa Dingo OG. Sasa twende kazi. Katika mji wa Njombe kulikuwa na nyumba ya kupanga iliyokuwa ikisimamiwa na Bi Mona, mwanamke mzee, mpole na mwenye nywele zilizokuwa zikifunikwa kwa kitambaa. Bi Mona alijulikana kwa utulivu wake, lakini alibeba siri moja kubwa sana moyoni mwake. Bi Mona alikuwa ni paka mtu. Usiku Bi Mona aligeuka paka mweusi, akitembea kimya kimya kwenye paa la nyumba za wapangaji wake, akitekeleza shughuli zake za kichawi na kiroho. Wapangaji wake walikuwa vijana watatu wa chuo, akiwemo kijana aitwaye Kiongozi na rafiki yake aitwaye Juma. Vijana hawa hawakuwa na heshima kwa mambo ya kiroho. Waliona mambo ya uchawi kama hadithi za wazee wa vijijini. Walitamani siku moja wauone huo uchawi unaonekanaje. Shida kubwa ilikuwa ikiwasumbua, ilikuwa ni kelele za paka huyo usiku. Kila usiku, hasa kuanzia saa 7 usiku, walisikia sauti ya paka mweusi ikilia kwa sauti ya ajabu iliyojaa malalamiko kwenye paa zao. Sauti hiyo ilikuwa chungu, ikiwakatisha usingizi, na ilisikika kama vile mtu aliyeumia. Vijana waliamini paka huyo ndiye anayeleta huo uchawi. Siku moja Kiongozi na Juma walikusanya mawe, wakasema, hawa paka wanatunyima amani. Leo tutawapiga na kuwakimbiza na ili giza lote mpaka wasirudi tena. Basi paka alipoanza kulia, walianza kurusha mawe gizani, wakilenga sauti ya paka huyo. Sauti ya jiwe iligonga mwili wa paka, ikifuatiwa na kilio kilichosikika gizani. Vijana walicheka wakidhani wamemshtua paka huyo. Walisahau kuwa wanacheza na siri ya roho ya kichawi. Basi kesho yake mchana, Bi Mona alikuja kuwaona wapangaji wake. Sura yake ilionekana kuwa na uchovu usio wa kawaida, kidogo akiwa amevimba paji la uso, na alikuwa akijongea kwa shida kutembea. Bi Mona alisimama mbele ya vijana, alishikilia fimbo yake akionyesha uzito wa maneno yake. Wanangu, nawaonya, nawaomba kwa heshima, msiwapige wanyama mnaowaona usiku. Wanyama wengine huonekana kama paka au mbwa, kumbe sio wanyama. Mkimpiga mnyama usiyemjua, mnaweza kuwa mnampiga yule ambaye hapaswi kupigwa, na laana itawafuata. Bi Mona alizungumza kwa utulivu sana, lakini macho yake yalitazama vijana hao kwa uzito uliovuta hekima ya uzee, yaani kama mama anayemtazama mtoto wake aliyefanya kosa mbele ya wageni. Kiongozi na Juma walitabasamu kwa dharau. Bibi alipoondoka, Juma alicheka akasema, ona sasa, bibi anatuambia tusiwapige paka usiku, au yeye ndiye paka huyo wa jana? Na mwana ana uvimbe usoni, ukute tumempiga yeye. Wote wakacheka, wakaona huenda huyo paka ni wa bibi huyo. Siku chache baadaye, ilikuwa ni usiku mwingine. Kiongozi alikuwa peke yake chumbani kwake akifanya projekti yake ya chuo. Alisikia tena kilio cha kutisha cha paka mweusi nje ya dirisha. Mara hii kilikuwa kirefu mno, cha kuogopesha, kana kwamba paka huyo alikuwa akimlilia mtu. Kiongozi alichukia sauti hiyo, akajisemea kuwa kilio hicho cha paka kimezidi sasa na kinamzuia kufanya kazi zake za kawaida.
alitoka nje kwa hasira, akipuuza onyo la Bi Mona. Aliokota jiwe kubwa na kurusha kwa nguvu kuelekea kwenye sauti hiyo. Jiwe hilo lilimkuta paka yule ubavuni. Kilio cha maumivu kilimtoka, kikifanana kabisa na cha binadamu. Kiongozi alirudi chumbani kwake akihisi ushindi. Alinyoosha mkono wake kuchukua laptop yake, lakini ghafla kidole chake cha shahada kiligoma kujikunja. Alijaribu kukunja kidole hicho, lakini kilisimama wima, kikakataa kabisa kujikunja. Alitumia mkono mwingine kukivuta kidole chake, lakini haikusaidia. Kidole kilikuwa kimekauka ghafla, kigumu kama mfupa wa mti. Kiongozi alishikwa na hofu kubwa. Alianza kujaribu kukunja mkono wake mzima, lakini mkono wake wote ulisimama wima, kuanzia kidole hadi bega. Ilikuwa kama umeme umepita kwenye mishipa yake na kuacha mkono huo ukigoma na ukiwa mzito bila kujikunja. Usiku ulibadilika na kuwa wa mateso makali. Kiongozi alijificha kwenye chumba chake akijaribu kuweka mkono wake kwenye maji ya moto, kisha kwenye maji ya baridi. Maumivu yalikuwa makali mno. Nadhani wale mliopitia maumivu ya kukaza kwa mishipa mtakuwa mnanielewa. Asubuhi ilipofika, Juma alipoingia chumba cha kiongozi, alishtuka. Mkono wa kiongozi ulikuwa umesimama wima. Sura ya hofu na uchungu usoni mwa kiongozi ilikuwa bado haijabadilika. Kiongozi alisimulia kila kitu, kuanzia paka mweusi hadi kidole kilichokataa kujikunja. Bi Mona alikuja nje ya nyumba yake. Alisimama nje ya mlango wa kiongozi. Muda huu Bi Mona alikuwa ameshika ubavu wake wa kulia akiugulia maumivu. Alipiga hodi na kuuliza kama wapo wazima. Akachungulia ndani na kumwona kiongozi pamoja na Juma. Macho yake yalikuwa mazito na hakuuliza chochote kuhusu mkono wake. Alimtazama tu kiongozi, akatikisa kichwa kwa huzuni na utulivu, kisha akaondoka. Siku zilizidi kwenda. Mkono wa kiongozi haukupona kama alivyotarajia, bali vidonda vikubwa vya ajabu vilianza kutokea kwenye ngozi ya mkono wake uliokauka. Vidonda hivyo vilitoka kwa ndani, vikiwa vimejaa harufu mbaya ya chumvi na mkaa uliovunjika pamoja na vitu vilivyooza. Wiki 2 zilipita tangu kiongozi ampige paka yule na mkono wake kupooza. Hospitalini, madaktari walikuwa wamekata tamaa. Mkono wa kiongozi haukuwa tu umegoma kukunja, ulikuwa ukibadilika. Ngozi yake ilianza kuwa na rangi ya kijivu na sehemu za mwanzo zilianza kuonekana kama zimekufa na kukauka. Vidonda vikubwa vinene vilianza kutokea. Vilikuwa ni vya nyama iliyokufa ikichomoza nje, huku ikitoa harufu ya ajabu ya kemikali. Juma, rafiki yake, alijikuta kwenye hali ya kukosa msaada. Alitumia akili yake ya sayansi kutafuta majibu. Alijiuliza, je, paka gani duniani anasababisha kifo cha tishu ya haraka kiasi hicho? Lakini kila uchunguzi uliishia kwenye ukuta wa kutoelewa. Kiongozi alijificha chumbani kwake akilia kimya kimya kwa maumivu ya mwili na roho. Alijua kulingana na kasi ya uozo wa mkono wake, angekuwa na wiki chache tu kabla ya mkono huo kukatwa au laana hiyo kumeza mwili mzima. Ndugu yangu, hili sio jambo la kuchezea. Unakumbuka Bi Mona alituonya, yule huenda sio paka wa kawaida, bali ni paka mtu, na yeye ndiye aliyesababisha hili.
tumtafute yule mama mwenye nyumba, huenda yeye atajua dawa. Hapo kiongozi akakumbuka mambo kadhaa na akaona huenda akiunganisha anaweza kujua paka huyo ni nani. Akaunganisha tukio la siku ya kwanza kumpiga paka na Bi Mona kuwafuata kutoa onyo, na mara hiyo alikuwa amevimba kichwani kama walipompiga paka yule. Mara ya pili alipompiga paka, bibi huyo alifika na kuangalia akiwa ameshika ubavu wake kwa maumivu kama alipompiga yule paka usiku. Hapo akajua yule paka ni Bi Mona. Kiongozi alitetemeka na Juma wakiwa wamebeba ujasiri wa kupindukia waliamua kumfuata Bi Mona ili kumuuliza. Walimkuta Bi Mona ameketi kwenye kiti chake nje akishona. Alionekana mtulivu kupindukia, kana kwamba hakuna tukio lolote la kutisha lililowahi kutokea. Bi Mona, tunajua wewe ndiye paka yule. Tunajua wewe ndiye uliyepoozesha mkono wa kiongozi. Tunaomba msamaha bibi. Bi Mona aliinua kichwa chake taratibu. Macho yake hayakuwa na hasira, yalikuwa na hekima ya kutulia, huko akionyesha kujua siri yote. Wanangu, mlimpiga jiwe paka na niliwaambia msifanye hivyo, lakini mlivunja sheria ya maneno yangu. Mnaishi kwenye ardhi ya amani, lakini mlimpiga yule anayehifadhi amani hiyo. Mimi sina ninachojua, maana nimewakataza mkakaidi. Kiongozi alishikilia mkono wake uliokauka, akalia akasema, bibi, najua nimekosea, mkono wangu unaoza, ni bei gani ya msamaha wako? Bi Mona alitabasamu, na tabasamu hilo lilikuwa la kutisha zaidi kuliko hasira yake. Msamaha? Mimi niwasamehe nyie? Deni hili haliwezi kufutwa kwa maneno matupu. Haiwezekani mkaidi maneno yangu halafu saizi mwanze kuomba msamaha. Bi Mona aliwapa masharti ya kutisha, akasema, kiongozi, ili mkono wako upone, mna sharti moja tu. Mnalazimika kuchukua matofali 3 ya udongo kutoka kwenye msingi wa nyumba hii. Mtachukua na mtalala nayo kwa siku 3. Mkiamka mtafunga kiapo kwamba hamtawahi kutaja siri hii kwa mtu yoyote yule, kuwa mimi ni paka mtu. Alisisitiza akasema, ukisema siri hii, laana itageuka na utakuwa paka wangu mweusi anayefuata upepo. Kiongozi alikubali, alitaka kuokoa maisha yake. Usiku wa kiapo, kiongozi na Juma walikubali sharti hilo. Walilala na matofali 3 ya udongo chini ya mito yao. Walihisi uchungu wa kiroho ukipita kwenye miili yao, wakihisi laana ikiondoka taratibu. Siku ya 4 kiongozi aliamka. Maumivu yalikuwa yameondoka. Alikunja mkono wake taratibu. Mkono wake ulirudi katika hali yake ya kawaida. Vidonda vikubwa vilianza kupungua na kuacha makovu meusi. Tangu hapo ujeuri ukamuisha. Hakutaka tena kupiga mnyama yoyote usiku. Ndugu yangu, hadithi hii inatufundisha sheria 2 za dunia. Kwanza, dharau ya kijana kupigwa faini na mamlaka ya giza, na pili ni ya muhimu zaidi. Si kila mnyama unayemuona barabarani ni wa kumpiga tu. Wengine wanabeba siri za wazee, wengine wanabeba kazi za kiroho. Mwangalie kila kiumbe kwa heshima ya kimya, la sivyo utajikuta katika deni la maisha yako kwa ajili ya jiwe moja tu la hasira. Ulinzi wa kweli hautoki kwenye sayansi, bali kwenye hekima ya ukimya na kutogusa usiyemjua. Na hapo ndipo mwisho wa stori yetu ya leo. Mimi naitwa Dingo OG. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili
tuweze kukutana tena katika kipande kingine. Bye.